Waebrania 11 mstari ni wa 6. Kama umefika pale sema amen. Ni vizuri kusimama tunaposoma neno la Bwana. Let's stand up on your feet. Let's read the word of God. Amen. Kama tuko pamoja sema amen. Amen. Ninasema hivi, nasoma from the King James version ya Biblia. Kuna version nyingi lakini I'm reading from the King James version. Yasema hivi, but without faith it is impossible to please him. For he that comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Sema amen. Unaweza kaa chini sasa. Biblia inatuambia kwamba ni katika Waebrania 11:6, ati bila imani it is impossible. Hallelujah. Huwezi ukamfurahisha Mungu. For he that comes to God, yeyote ambaye anakuja kwa Mungu lazima amwamini. Maana ukimwamini, he is a rewarder. Maana tunatambia kwamba yeye ni rewarder. Reward ni nini? Eti gala na wakana keo. He is a rewarder of them that seek him diligently. Maana kama hata leo ati wewe umangana mwadhani, wewe unamtafuta Bwana, wewe ambaye unamwamini, lazima atakureward. Sema amen. Kwa hivyo imani yetu sio bure tu. Yeyote ambaye anafuata imani, anamfuata Mungu na anamwamini Mungu diligently, bila kuchoka, kwa bidii, yeye atakureward. Sema amen. He will reward you. Lazima hata kuacha bure. Ukimwamini lazima na yeye atakupea kitu ambacho unamuitisha. Sema amen. Kwa hivyo hatuamini bure tu. Tunaamini Mungu ambaye yuko na ambaye anatenda. Ukisema hapo juu, ukianza pale moja inasema, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yaani katika imani ndio inatuonyesha ama inatupa ishara kwa yale mambo tunayatumainia. Sema amen. Siku nyingine nimeota jambo nzuri kwangu. Sema amen. Na nilipoota nikamwambia Mungu, hilo jambo nimejishikilia ni langu. Maana nimekuwa nikiomba Mungu kwa hilo jambo. Sasa huku that is inside. Ambacho kinaniambia chenye nimeitisha lazima kitakuja. Hiyo ndio imani. Hiyo ndio tunaambiwa hapa, ndio that substance. Prosperous sana. That assurance. Yaani kuwa na uhakika kwamba Mungu ambaye tunamwamini atatenda. Ndio tunaambiwa it's the substance. So that substance, that faith is the evidence. Bwana sifiwe sana. Na ndio maana tunasema bila hiyo imani huwezi kumfurahisha Mungu. Hallelujah. Na ndio maana last time tukasema kwamba kwa njia fupi, faith is the absolute expectancy of something good. Ni kule kutarajia mema peke yake. Hallelujah. Na nikasema katika imani huwezi kutarajia mambo mabaya. Hallelujah. That you unexpect. Tupe mfano, si ndio? Sina expect kitu kizuri na atapata. Sema atapata. Katika jina la Yesu. Ako na imani atapata kitu. So ako expectant. Hallelujah. Unexpect kitu kizuri. Hata kama hatuoni, there is that substance ambayo inatuambia kuna kitu kizuri kitakuja. So faith is the absolute expectancy of something good. Maana katika Mungu hatarajii mambo mabaya. Tunatarajia mambo mazuri. Sema amen. Na kwa ajili ya imani tunasema kesho yetu itakuwa nzuri kuliko leo. Sema amen. I'm talking to somebody. Katika imani tunaamini kesho yetu itakuwa nzuri kuliko leo. Hallelujah. Mambo ambayo unang'ang'ana nayo siku ya leo hutayaona kesho. Yatakuwa yameondoka. Maana naamini kuna Mungu ambaye anatenda. Mababa zetu wa imani wakaamini Mungu naye akaja akatenda. Tunapewa mfano hapo mstari wa 5. Tukaambiwa ati Enoch hakuonja kifo. Hallelujah. Maana alikuwa na imani. By faith Enoch was translated that he should not see death. Amen. And was not found. Yaani hakuona kifo, hata huwezi kupata kaburi ya Enoch duniani. Hallelujah. Maana aliamini Mungu kiasi kwamba Mungu akaona huyu mtu, wacha nimnyanyue live. Sema amen. Kwa hivyo imani katika Mungu hakuna jambo haliwezi katenda.
Hallelujah. Tunaambiwa by faith Abel, amen, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. Hallelujah. Kwa ajili ya imani Abel akatoa sacrifice, dhabihu ambayo ilikuwa njema na bora, hata ikamshinda Kaini. Bwana asifiwe sana. Uliza jirani yako, dhabihu ambayo unatoa wewe inakuwa wakati unapojitolea kwa Bwana, hata kama ni kupiga magoti, hata kama ni kuimba, hata kama ni sadaka zako, unatoa kitu ambacho ni kizuri. Unapoimba unajitolea uimbe vizuri. Haleluya. Kama sisi ambao tunasimama hapo kuhubiri, je, do we do our research ama tunakuja tu tunasema lolote na liwe? Sema amen. So by faith let's offer good sacrifices. Amen. Hallelujah. Amen. And through faith, these are in number 2. It's a scientific fact. Hallelujah. Through faith we understand that the world was framed by the word of God. So things which were not made of things which do appear. Hallelujah. Ati kwa ajili ya through faith tunaamini kwamba Mungu alifanya ambayo hayakuonekana yaweko. Hallelujah. Yani God can create something out of nothing. Hallelujah. So tunaamini Mungu ndiye aliyetuumba na akaumba ambacho tunaona na ambacho hatuoni. Sema amen. Kwa hivyo na sisi tunaamini pia huyo Mungu ndiye alituumba na lazima tumfuate. Na ndio maana mimi nashangaa, ukiangalia hii dunia na mambo ya dunia, hakuna imani inaonekana. Bwana sifa sana. Maana ndio maana unakuta watu wanafanya mambo ya kawaida. Ndio nimesema kuna mtu amelala pale nje siku ya leo, maana anafikiria kila siku ni kawaida. Lakini kwa ajili ya imani yetu tunaamini kwamba kuna Mungu ambaye anatenda na anabadilisha watu wafanye mapenzi yake. Na ndio maana tuko hapa Kabutini kutangaza kuna Mungu ambaye anatenda na ambaye alituumba na ambaye angependa tukae naye daima na daima. Sema amen. Daima milele tuwe kwa huyo Mungu. Niko napea watu wengine mfano. Unaona mahali tuko sasa hivi, ukienda kama kilomita 100 utafika Naivasha. Haleluya. Utaona mambo ni kawaida. Lakini ukitoka hapa uende juu kilomita 100 utapata mahali hakuna kitu. Ukiangalia ni giza. Haleluya. Hakuna kitu. Hakuna maisha. Huku hakuna usiku. Na ni kilomita 100 pale hapa juu tu. Ukienda pale space na ambao nasoma sayansi, there is no day, there is no night, there is nothing. Nothing can support life. Hallelujah. Na ambao wasaenda kule wanarudi wakisema kweli kuna Mungu ambaye anaumba. Maana hapa ukiwa hapa duniani tu hapa unaona mambo ni kawaida. Enda kule juu pale hakuna mchana na hakuna usiku na hakuna hata hewa. Bila kitu cha kukusustain pale juu, wewe umeenda. Bwana sifa sana. Kwa hiyo tunaamini na ukiwa kule juu ambao washaenda, unaona dunia ikiwa kampira, kamviringo, something. Kasa unajua dunia ni duara hivi, kama kampira. Unaona kampira kakuruka kako pahali, kameweko pale. Hii dunia ambayo unakanyaga hivi, unaona sasa ni kampira kako mbali. Hallelujah. Amen. Ukitazama unaona nyota, unaona pengine hata mwezi na vitu vingine hujaiona hapa duniani. So, I want to tell you that because of faith ambayo tuko nayo, hata dunia hii ikiisha, tutaishi milele na Bwana. Sema amen. Maana watu wakitizama tu hapa duniani waangalie mambo ya kawaida, wanaishi tu maisha ya kawaida. Lakini heri tumtizame Mungu ambaye aliumba dunia na akatuumba sisi na akawa na mpango mwema na sisi. Na tunaamini kwamba kesho yetu itakuwa nzuri kuliko leo. Katika imani tunasema I will not die. Hallelujah. By faith we say we shall not die, but we shall live to see the goodness of the Lord in the land of the living. Sema amen. Tunajua huu mwili ni maua tu. Hallelujah. Hata ukipata mzee ambaye ni mkongwe aje, hata sura inakuwa wapya. Kuna siku alizaliwa kama mtoto. Hallelujah. Kuna siku alizaliwa. So it doesn't matter what happens in this life. Tuko na imani kwamba hata mwili ukikufa, roho zetu zitaenda kwa Bwana na tutaishi milele katika raha. Sema amen. Kwa hivyo ole wako ambaye hujamwamini Bwana, jiulize ukifa
Kama hujamwamini huyu Mungu, utaenda wapi? Sema amen. Haleluya. So katika imani tunakiri kwamba hatutakufa, maana tunatarajia mambo mazuri ambayo Mungu ametuandalia. So nataka kukupa himizo siku ya leo. Haijalishi leo umekaa aje, haijalishi unapitia mapito gani, haijalishi hata kama uko katika dhoruba, that is a storm, haijalishi uko na shida ina gani siku ya leo, hata kama uko hapo kwa ajili ya imani, uko na Mungu katika hiyo dhoruba. Haleluya. Hata kama unaona uko na shida nyingi, ni kama umesahaulika, uko na Mungu na hata kuacha. Unajua kuna wakati mwingine ili Mungu akujaribu, anakupitisha kwa mambo na hata kuondokea, ako na wewe. Yaani hatulizi haya mambo, lakini analinda wewe na moyo wako, maana anajua ni muda tu utatokea na utatokea ukiwa mshindi. Kwa hivyo hata kama unapitia mambo mazito aje, kwa ajili ya imani, jua kwamba uko na Mungu na hautaachwa. Haleluya. Maana hiyo imani inafanya Mungu afanye kitu ndani yako. Unapomwamini, unapokataa na Mungu wako, hata ukipitia mambo magumu, lazima utatokea ukiwa mshindi. Sema amen. Kwa hiyo haijalishi unapitia wapi sasa hivi, hata kama haijalishi kesho itakuwa aje, kama uko na imani, unamwamini Mungu, mambo yote yatakuwa salama. Haleluya. Maana ukiamini Mungu, mambo yako yatakuwa salama. Kwa hivyo haijalishi ile hali iliyo nayo sasa, katika imani yako zidi kushika imani, na ukishikilia hiyo imani, Mungu atakupigania na atakutengenezea njia. Kwa hivyo kuna Mungu ambaye huwa nasi na hatuachi, na huwa anatupigania, na huwa anatufungulia mpaka milango hata ambayo hujaifikiria utapitia. Kuna Mungu atafanya upitie katika jina la Yesu. Kuna watu wengi siku ya leo wamekata tamaa, wengine wamelala majumbani mwao, wengine hata pengine wanasikia kujinyonga, lakini katika Bwana, kwa ajili ya imani ambayo tuko nayo, sisi hatujaachwa upweke. Tumeambiwa kwa ajili ya imani Enoch hakuonja kifo. Haleluya. Kwa ajili ya imani Ibrahimu aliitwa na Mungu, akaamini Mungu ambaye hakuwa anamjua, akamwamini, na kwa ajili ya kumwamini akapewa mtoto, pengine hangempata. Unajua kuna watu wanaishi wanakufa bila mtoto, na kuna kitu kama hicho, hata kama sio kwa mama peke yake, hata kwa mwanamume akikosa tu mtoto kwa familia ni kilio. Haleluya. Mkutana na mtu huwezi kumuuliza watoto wako wako aje, maana yeye hana. Sio kama unaona hilo chafu. Unajua ukiona watoto kama ni kawaida, bora sio sana. Lakini kwa imani Ibrahimu akapata akumurithi na akapewa nchi ya Kanaani. Haleluya. Hata mimi nina imani siku ya leo, Kanaani yangu inaningoja, na nitaingia na nitakanyaga, maana Mungu hadanganyi. Na nikawaambia last time, usione leo tu, anza kuona mbali. Haleluya. Usione leo tu, tusione tu hapa tulipo, tufunguke macho, tuone matendo ya Mungu. Niliwaambia last time, Mungu mimi nimeona akiandamana pamoja nami, na nimemuona akinitendea, na naamini hapo ni mwanzo tu, maana kuna makuu ameniwekea. Hata wewe kwa ajili ya imani, maandiko yametuambia his aliwada, yeye hulipa hapo, wanamfuata diligently, kwa bidii, wanamfuata kwa bidii. Kuna Mungu ambaye analipa ama anareward watu. Haleluya. Na katika imani tunaamini mambo yote yatakuwa salama. Sema jirani yako, ambie jirani yako, kwa imani mambo yote yatakuwa salama. Haleluya. Sasa kukuinua kiwango kingine, uone imani ambayo ina hata songesha milima. Sema amen. Maana katika maisha kuna milima mingi ambayo imetuzunguka na ambayo imesimama mbele yetu, inatuzuia tuone Kanaani yetu. Kuna Mungu ataiondoa katika jina la Yesu. Simama na miguu yako, simama na miguu yako katika jina la Yesu. Sijui ni jambo gani nimefanya uone kama umesahaulika. Ningependa ukumbuke kuanzia leo na kuendelea kwamba wanaomfuata Bwana
yeye huja na kuwareward na mambo mazuri. Na pia tumesema kwamba katika Bwana tunangojea mambo mazuri peke yake. Haleluya. Na tukasema katika Bwana hatutakufa, lakini tutaishi tukisifu na tukiona makuu yake katika nchi ya walio hai. Nataka ujikabidhi mbele zake Bwana. Anza kuimagine mambo makubwa katika maisha yako. Anza kuimagine mambo makubwa. Tabiria maisha yako. Uwe kama Abel, na uwe kama Enoch, na uwe kama Ibrahimu baba yetu ya imani, ambaye kwa ajili ya kuamini kwao walipata mazuri kutoka kwa Bwana. Maana Bwana akikuita angependa umwamini na imani yako yote iwe juu yake. Na akasema usitumainia ya mwanadamu, maana mwanadamu anaweza kukuangusha wakati wowote. Unaweza tarajia mfalme, hata president atakusaidia, akipata kiti akusahau. Umfanyie campaign aseme ni wewe, lakini anapopata kiti akusahau. Mungu wetu hayuko vile. Ana reward ambao wanamfuata, ambao wanamtafuta bila kuchoka. Jikabidhi mbele zake Bwana. Na nikaambia wiki ambayo ilipita kwamba permanent faith brings permanent results. Imani ambayo ni permanent, imani ambayo sio ya kuyumba inaleta matokeo ya kudumu. Ningeomba tusipungukiwe hata kidogo, na tuwe na permanent faith, imani ambayo haitayumba. Hata kama tuko katika storm, tuko katika gharika yoyote, tuwe na imani ambayo haitayumba. Na tukiwa na imani ambayo haitayumba, matokeo ambayo tutayapata, Mungu atakapokuja kuturidhisha, tutapata permanent results. Tutapata majibu ya kudumu, tutapata majibu ambayo si ya muda, tutapata majibu ambayo ni ya kuishi, na tutadumu tukikiri uwepo wa uzuri wake Bwana. Imani inahitajika, na Bwana akutoe mahali ulipo, akupeleke mahali ambapo hata adui zako wakikuona wataona utukufu wake Mungu, kwa ajili ya imani yako ndani ya Mungu. Jikabidhi mbele zake Bwana. Katika Bwana tuko na imani. Katika imani Bwana tunajua kwamba yetu yote yataishi vizuri. We thank you Jesus. We thank you Jesus. Tunasema ni asante. Tunasema ni asante Mungu. Asante siku ya leo. Asante Bwana. Wewe ni Mungu wa kweli na wa haki. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Pokea sifa Baba, maana zote ni zako. Sifa zote ni zako Mungu, maana ni Mungu mweza. Tuzidishe imani Baba, sisi kundi dogo Mungu. Tuzidishe imani Baba, sisi kundi dogo. Yesu kaambiwa wanafunzi wake, hata imani ndogo inaweza songesha mlima Mungu. Hata imani ndogo inasongesha mlima. Tunaamini kwamba Mungu utatuzidishia imani. Katika maandiko yako natuambia, ambaye hana imani na akuombe ili apate imani. Tunaomba Mungu wetu uzidishe imani yetu katika jina la Yesu. Pokea sifa, pokea shukrani, mara zote ni zako. Sifa zote zinawe Bwana, heshima, utajiri na baraka. Sifa zote zinawe Bwana, heshima, utajiri na baraka. Tunakuabudu Bwana, tunakuabudu.
Mungu ulijua tangu mwanzo wa dahari, ukajua kwamba tutakusanyika mahali hapa Mungu kwa ajili ya mapenzi yako. Asante maana umetufundisha kuhusu imani siku ya leo. Tusaidie Baba wetu, tusaidie Baba yetu, tusaidie Mungu wetu, tusione tu ya dunia Mungu, lakini tukuone wewe Baba yetu. Tujue kwamba tukikuamini Mungu wetu tutapata makuu kutokana na kwako. Tumejiachilia na kwako Mungu wetu, tunajikabidhi mioyo yetu na kwako, miili yetu tuikabidhi na kwako, maana wewe ni Mungu wa haki na wa kweli. Na tukikuamini Mungu wetu, umetuambia hutatuacha bure. Maandiko yako ni ndio na amina. You reward those who seek you diligently. Na sisi Mungu tumetangaza, tutakutafuta Bwana, tutakufuata Bwana, tutafuata njia zako, na tukikufuata Mungu tutapata zawadi, tutapata urithi, tutapata ambayo tumeomba katika jina la Yesu. Maana neno lako Mungu ni la kweli, na likija Mungu wetu haliwezi kukurejelea bila kutenda ambalo umeahidi. Tutendee Bwana, tutendee Bwana, tuonekanie Mungu. Waliokutarajia sana Mungu, kutana nao katika njia zako, njia zako ambazo tutatumia Mungu hatuzijui Baba, lakini zitumie siku ya leo, zitumie wiki ijayo ambayo tumekuomba sana Mungu, na ututimizie katika jina la Yesu. Nabarikisha watu wako ambao wameingia katika hii nyumba iliyoitandishwa nawe. Wabariki Mungu, wabariki Baba na baraka za kudumu. Umetuambia kwamba permanent faith brings permanent results. Imani ambayo sio kuyumbayumba inaleta matokeo ya kudumu. Tunakuamini Baba, kile ambacho tutapokea kwako ni cha kudumu, kile ambacho tutapokea kwako ni cha kudumu. Utatuonekania, utatuonekania Mungu wetu, utatupigania Mungu wetu, utatufungulia milango Mungu wetu, katika jina la Yesu. Watu wako ni mikononi mwako, tenda mapenzi yako. Umetuambia Bwana tutarajie mazuri kutoka kwako, na ndio tunatarajia sasa. Tunaenda kinyume na mipango ya shetani, tunaenda kinyume na njia za yule mwovu katika maisha yetu, tunaenda kinyume na laana na mikosi katika jina la Yesu. Shetani hatatuona, shetani hatatuona. Tubariki tunapoenda, utubariki tukirudi. Hii wiki yote ni mikono yako. Tunapojiandaa juu ya crusade, utatupea crusade ya kufana, crusade ambayo itadhihirisha nguvu zako katika hiki kijiji, katika jina la Yesu. Tunatangaza kukombolewa kwa waliofungwa. Tunaenda kinyume na nguvu za uganga na nguvu za majini katika jina la Yesu. Fungua watu wako wakuone Mungu, ambao kila asubuhi wakiamka kazi yao ni kufuata mambo ya bure. Tunatangaza kufunguliwa katika jina la Yesu. Tupanue Mungu, ukipanua nyumba yako hata sisi tupanue Baba, katika jina la Yesu. Utushibishe Mungu na utupe cha kunywa wiki ambayo tunaingia. Bariki mikono yetu, mahali
mahali ambapo tunapata mkate wa kila siku. Bariki mikono yetu. Ambao hawana kazi, wape kazi sasa. Ambao hawana akili za biashara, wape akili za biashara katika jina la Yesu. Tunahitaji kukujengea nyumba maridadi, na lazima utubariki kwanza ili tukujengea Mungu. Tunaitisha baraka, tunaitisha fedha, tunaitisha dhahabu, tunaitisha zote katika jina la Yesu. Ukifanya hivyo Mungu, sifa zitabakia nawe, nazo baraka ni zetu. Ndani katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.